Kwa jina naitwa Naomi Gadias, niko hapa Misufini, naabudu kanisa Anglikana Morogoro, kanisa kuu. Kwa kifupi, mimi nimekuja hapa mwaka 69. Kwa hiyo 69 nilipokuja nitafuta mahali pa kuabudu, nikaona pale ndio kanisa ambalo liko karibu na nyumbani kwangu, na wakati huo walikuwa naita kanisa la CMS kabla hatujaungana. Kwa hiyo nimesali pale, nikakuta huduma ya watoto, na mimi nikavutwa sana na huduma ile. Alikuwa anafundishwa Mama Chitemu. Kwa hiyo Mama Chitemu akanishawishi njoo, nikawa ninashika ile nafasi, nikaenda. Tunafundishia nyumbani kwake, nyumba ile ya askofu ile ya zamani ambayo imebomolewa. Tumefundisha hapo, tukatolewa, tukaambia hapa pafai. Tukaja huku nyuma yake kati ya gereji. Hapo napo tumekaa na watoto, tukafukuzwa. Hapa sio eneo lenu. Tukaondoka, tukaja mbele yake. Na hapo pia tunaambiwa nyenye natupigia kelele. Kwa hiyo tukaondoka nako pia hapo. Kuondoka hapo, tukaenda hapo maktaba kwa Bahemka ukumbini nje tu hapo. Na hapo pia tumefundisha, ndipo mimi nikaona hii inatosha kufukuzwa kila mahali. Kila mahali tunafukuzwa. Kwa hiyo mimi nikaamua kujenga kibanda kadogo nyuma ya kanisa huku. Kibanda ambacho angalau baadaye kanisa lilisapoti kuweka bati juu. Tukawa tunasalia hapo kachumba kamoja tu. Bado wito wangu wa kufundisha watoto ulikuwepo, ndio maana nilirudi. Lakini hata hivyo mpaka sasa napenda sana niendelee kufundisha watoto. Katika kipindi changu cha Sunday School nilikuwa na kazi ya sana kuwafundisha watoto masomo yale kwa vitendo. Kwa vitendo, sio tunasoma tu kitabuni yanaisha. Tulikuwa tunachora chini pale kwenye mchanga, mafundisho kwenye mchanga au kwenye sahani, tunajenga vitu vyetu, tunajifunza. Lakini pia katika uumbaji wa Mungu tulijifunza Mungu ameumba nini. Tuliweza kutembea, tukaenda Mikumi kuona wanyama na viumbe vingine ambavyo Mungu ameviweka. Watoto wanafurahi sana. Na pale wanauliza maswali. Sasa huyu mbona yuko hivi? Mbona huyu? Basi ndio wanawafafanulia kwamba Mungu aliumba, tena kwa neno tu kusema na iwe kitu fulani. Na iwe kitu fulani kikawa. Unaona? Na kazi kubwa ilikuwa ya Adamu kutoa majina kwa hayo wa viumbe vyote. Ndivyo tulikuwa tunajifunza. Tulijifunza hata somo la Musa. Ilikuwa rahisi kwetu kwa sababu tuko karibu na mto Morogoro. Tulienda mtoni na kisafina chetu, tukasoma pale somo letu, watoto walifurahi sana. Kwa hiyo watoto wanatakiwa kwenda sehemu mbalimbali kujifunza, kutembelea wenzao, makanisa mengine wanajifunza nini, wenzao wanafahamu zaidi, pengine sisi bado hatujajua vitu kama hivyo. Yaani mtoto ukimshughulisha hivi, anaelewa zaidi kuliko kumfungia sehemu moja. Na wazazi, kitu kikubwa, Sunday School inaanzia nyumbani. Wazazi wetu wengi hawana ibada majumbani, jioni. Kuomba na kusali na watoto wao. Au wakirudi kanisani kuwauliza maswali, leo umejifunza nini? Hebu tuambieni. Vitu kama hivyo unawajenga watoto katika kumjua Mungu. Nimetembea makanisa mengi Dar es Salaam kwa wenzetu walokole. Kila rika lina chumba chake cha kufundishia. Kila rika. Umeona, sisi hapa tulitakiwa tugawanye madarasa, lakini hatuna. Wote tunawarundika sehemu moja. Hawatakuwa na usikivu wowote. Hawataelewa kitu chochote. Na nakumbuka sana mwaka 98 nilitoa taratibu ya kuongoza vijana, mwongozo wa vijana kule Berega mkutano mkuu. Kulikuwa na mikutano mikuu zamani ya vijana kila mwaka wa diocese. Lakini ikafutwa mwisho ile mwaka 98 kulikawa tena hamna. Ile ilikuwa inawajenga sana watoto wa vijana kuwa pamoja. Umeona, wanashirikiana katika kila jambo. Wanajifunza mambo mengi. Kwenye semina zile zinawajenga vijana.
Nimesali makanisa ya huko nje Ulaya, hakuna vijana makanisani. Wanaosali ni wazee tu. Bariki ili kanisa liendelee, na ndio kauli yangu ya kila siku. Watu tunapaswa kumwabudu Mungu kiroho, sio kimwili, kiroho. Nakumbuka siku moja kwenye kikao niliwaambia waimbaji kule na Harvest, tukakaa vikao, nikawaambia ninyi wanakwaya natakiwa muokoke, mjue Yesu, migogoro hii haitatokea. Nilichukiwa sana, walinichukia mpaka kwenye uchaguzi, wakaniambia hatumtaki Mama Gadi asikusimamia uchaguzi wetu. Lazima Mungu kwanza, Mungu kwanza, alafu wengine, alafu sisi mwenyewe ujifanye wa mwisho. Kauli mbiu ni God first, others next, self last. Mimi nimejifunza sana teolojia hiyo. Na kingine nashangaa, wainjilisti vijana wakibuka kuwa wainjilisti wanachukuliwa wawe wachungaji. Kuwa na tofauti kati ya uinjilisti na uchungaji. Uchungaji kazi yake kupokea kondoo na kuwaweka ndani na kuwafundisha. Mwinjilisti kazi yake kutafuta kondoo na kuwaleta. Sasa tunapomtoa mwinjilisti, sasa injili iende na nani? Na agizo lipo, enendeni ulimwenguni pote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Tuache hawa wapeleke mjumbe kwa watu, wafikie injili watu, ili watu waje makanisani. Mungu wetu atusaidie, Mungu atufungue macho yetu ya kiroho na masikio yetu na mioyo yetu atufungulie. Tuone mbele, tufanye nini juu ya kumtukuza Mungu wetu na kumwabudu kwa haki. Kumtafuta yeye ni lazima.